ambayo Bwana amenipa neema ya kuwepo katika viwanja hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunakwenda kusikia maneno ya Mungu jioni ya leo ambayo Bwana amekusudia tuweze kuyasikia kutoka katika viwanja hivi vya mkutano. Lakini kama uko nyumbani, sauti hii inafika, tega sikio lako, maana Bwana analo jambo anataka kusema na wewe. Analo Bwana ana jambo anataka kusema na maisha yako. Haleluya. Tunakwenda kusoma Biblia katika kitabu kile cha Luka sura ya 16 na mstari wa 19. Tunakwenda kusoma Biblia katika kitabu cha Luka sura 16 mstari wa 19. Ni habari za watu wawili. Haleluya. Biblia inasema, akasema palikuwa na mtu mmoja tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi na kula siku zote kwa anasa. Na maskini mmoja jina lake Lazaro wekwa mlangoni pake, ana vidonda vingi, naye alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Hata mbwa wakaja wakamlamba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahim. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kule kuzimu aliyainua macho yake, alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahim kwa mbali na Lazaro kifuani mwake. Akalia akasema, baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyapokea mambo mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo hivyo alipata mabaya, na sasa yeye yupo hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Na zaidi ya hayo, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, na wale watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Basi wasivuke kuja kwetu. Akasema, basi baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili washuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahim akasema, wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Akasema, wao baba Ibrahimu, lakini akiwaenea mtu atokaye kwa wafu watatubu. Akamwambia, wasiposikia Musa na manabii hawatashawishiwa hata na mtu akifufuka kutoka kwa wafu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo nina ujumbe wa neno la Mungu ambao nimeupa kichwa cha ujumbe, nimesema andaa maisha yako leo ya mwisho. Haleluya. Andaa mwisho wa maisha yako leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposoma mistari hii katika sura hii ya mtumishi wa Mungu Dr. Luka, tunakutana na watu wawili. Haleluya. Walikuwa wakiishi mji mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamuona mtu wa kwanza ambaye anatambulika kwa jina la tajiri. Jina lake halijatajwa, sifa zake tu za utajiri ndizo tunazoziona. Haleluya. Lakini sifa ya pili, anaonekana ni mtu ambaye alipenda kuvaa nguo za zambarau na kitani safi. Haleluya. Maana yeye alikuwa na uwezo, lakini pia siku zote aliishi maisha ya anasa, alikula kwa anasa. Haleluya. Huyo ni mtu wa kwanza. Tunamuona mtu
wa pili ambaye anatambuliwa kwa jina la Lazaro. Tena sifa yake Lazaro alikuwa ni masikini. Haleluya! Masikini Lazaro alichukuliwa na kuwekwa kwenye mlango wa tajiri. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati huo Lazaro alikaa katika mlango wa tajiri. Katika siku hizo za maisha yake, tajiri akiendelea kuponda raha, tajiri akiendelea kula bata nyumbani mwake, Lazaro yeye alikuwa akimeza mate, akitamani hata makombo yaliyokuwa naanguka kutoka katika meza ya yule tajiri. Haleluya! Jioni ya leo nataka nikwambie, mwisho wa hawa watu wawili utakushangaza sawasawa na mistari tuliosoma katika Biblia. Haleluya! Biblia yangu inaniambia masikini Lazaro akafa, na masikini Lazaro alipokufa, alipotufa tu papo, malaika akampokea na kumpeleka kifuani kwa Ibrahimu, mahali pa pumziko. Haleluya! Kifua cha Ibrahimu kilitia na kumkumbatia Lazaro. Haleluya! Na kilichomfanya Lazaro achukuliwa na malaika ni maisha aliyoishi duniani. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jioni ya leo nataka nikwambie, mwisho wa Lazaro ni maisha aliyoishi ndiyo aliyomfanya atokelewe na malaika. Haleluya! Na kwenda kukaa kwenye kifua cha Ibrahimu. Haleluya! Sikiliza kisa cha kusikitisha cha tajiri yule aliyeponda raha, yule aliyekula bata. Watoto wa mjini wanasema yeye alikuwa anakula mboga 7, alikuwa anaweka hapa vijiko viwili, anaweka pale vijiko vitatu. Alimsahau Mungu. Haleluya! Na kwa sababu alimsahau Mungu, aliishi kwa anasa bila kutambua ya kwamba upo mwisho wa maisha yake. Nataka nikwambie mtu unayesikia sauti hii jioni ya leo, inakupasa uanae mwisho wako ukiwa hai, ukiwa unapumua, ukiwa na nguvu zako. Leo hii ndio siku ya pekee na ajabu unaposikia sauti hii ya kwamba inakupasa ugairi kuishi maisha unayoishi, ukimbie kwa Yesu. Haleluya! Unajua nikwambie, Lazaro alipokuwa amekaa, tajiri alimuona wa kawaida, lakini Lazaro wakati tajiri yeye anatamba kwa mavazi yaliyokuwa na mavazi mazuri, mavazi ya kitani safi, lakini Lazaro alikuwa na vazi la wokovu. Alikuwa amembeba Yesu katika maisha yake, pamoja na maisha aliyokuwa nayo. Alidumu kwa uaminifu, akiishi maisha matakatifu. Ndio maana baada ya kifo chake tunamuona Lazaro anapokelewa na malaika, anapelekwa katika kifua cha Ibrahimu, mahali pa kupumzika. Haleluya! Nataka nikuulize swali jioni leo. Unajua wewe baada ya kufa, baada ya kuondoka duniani, unaelekea wapi? Nataka nikwambie jioni ya leo, upo mahali kwa kuelekea, na mahali kwa kuelekea vigezo na masharti kuzingatiwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Soma Biblia katika kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Jioni ya leo yupo Yesu ambaye anataka asamehe maisha yako. Yupo tayari kukupokea, yupo tayari kuzungumza na wewe, yupo tayari kukukumbatia. Maana kifua cha Yesu, Bwana, kifua cha Yesu ni kipana. Anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Nataka nikwambie leo ni jioni yako ya kutengeneza mwisho wako mwema. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie, tajiri alitamba na mavazi. Hakujua Lazaro ana vazi ambalo halionekani kwa macho
haya ya damu na nyama. Alikuwa na Mungu aliye hai, alikuwa na ushirika na Mungu aliye hai, aliishi maisha matakatifu, alikaa na dunia na mambo yake. Haleluya! Jioni ya leo nataka nikwambie, mwisho wa anasa tumefika. Wengi wamepotelea kwenye anasa. Kimbia utoke huko ulipo, njoo kwa Yesu Bwana, 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 atakusamehe dhambi zako. Haleluya! Nataka nikwambie, unajua wakati tajiri alipokuwa anakula msosi wake pale kwa kutamba na kutamba, nataka nikwambie Lazaro alikuwa na chakula kile kisichoonekana kwa macho ya damu na nyama. Maana Yesu anasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu aliye hai. Lazaro alilitumainia neno la Mungu, hicho ndio kilikuwa chakula chake. Haleluya! Nataka nikwambie, kujichana kwa ile ndugu kulimfanya msahau Mungu. Wapo wanadamu wengi leo wamemsahau Mungu kwa sababu ya 200 300 walizokuwa nazo. Nataka nikwambie, huyu tajiri anayezungumzwa hapa, kwanza alikuwa na ulamba, watoto wa mjini wanasema. Alikuwa na vaa vizuri, nguo yake ilikuwa ni ya zambarau na kitani safi. Haleluya! Hizo ndio zilikuwa sifa zake, lakini moyoni kulikuwa empty. Ni mtu ambaye alikuwa ni mtenda dhambi, ni mtu ambaye alikuwa ni mwovu. Hebu niambie, leo hii yupo kule kuzimu, bado anataka kumtuma Lazaro. Hana aibu kabisa. Haleluya! Bado anataka kumtuma Lazaro. Nataka nikwambie, kuna wakati utatafuta watu wa kuwatuma, hawataonekana kwa sababu wavuna ulichopanda. Kataa dhambi, kataa anasa, hautuma na kutumika. Haleluya! Anapeleka maombi yetu asipokuwa na aibu. Hakuna hata siku moja ambao walimwita Lazaro wakae naye mezani kugonga msosi. Lazaro yeye aliwekwa mlangoni tu. Haleluya! Lakini mtu wa Mungu alipokaa mlangoni aliendelea kusema, tulimkata mwa Yesu, tukuinoma. Yani amekaa pale mlangoni, ndani ya moyo wake anasikia nyimbo za sifa zinaimba. Haleluya! Unajua watu waliookoka, sisi tuliokoka, wakati tunapopita katika magumu, ndani yetu liko burudiko la kipekee. Wakati wewe unapowaza kwamba sijui ukimbilie wapi, sisi tunapopa kukimbilia Yesu. Yeye ni kimbilio, Yesu yeye ni kimbilio. Anatuita tuende kwake, na Yesu ukimwendea Bwana hajawahi kumwacha mtu ambaye amemwendea. Haleluya! Nataka nikwambie, wakati yupo katika mateso tajiri, anasema Ibrahim, wakati nasoma mstari nikasema huyu jamaa kumbe Ibrahim anamfahamu. Kwa nini asimwite Yosefu? Haleluya! Wakati mwanadamu anapokuwa kwenye mafanikio anaifanya watu ni kawaida ya wanadamu. Wakipata 200 300, wakati mwingine ukipita anaangalia kwingine, anajifanya haja kuona, anajifanya kujua. Nataka nikwambie, jioni ya leo, nyenyekea, salimia watu, ongea na watu, kutana na watu, sema na watu, maana Mungu wetu ni wa ajabu. Anaweza kubadilisha aliyokuwa mbele akawa nyuma, aliyokuwa nyuma akaja mbele. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Waswahili wana usemi moja, wanasema pata pesa tutue tabia yako. Haleluya! Kwa hiyo kumbe pesa inaweza kudhihirisha tabia zako. Nataka nikwambie, tajiri yuko kuzimu, ana kiu, anapitia magumu kwa sababu ya maisha yake aliyoishi. Anataka kumtuma Lazaro wetu. Nataka nikwambie, haleluya, anamwambia Lazaro, mtume Lazaro achoge ncha ya kidole chake aje uburudishe ulimi wangu. Lazaro anasema haiwezekani, mimi nimetulia kifuani kwa Ibrahimu. Haleluya! Waliotulia kifuani kwa Ibrahimu, Bwana
na wakati wao. Haleluya. Kutesa kwa zamu. Haleluya. Lazaro ametulia pale, hakujibu neno, hakuchangia jambo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anamwambia Lazaro chote. Ibrahim akasema katikati yetu sisi na nyinyi liko shimo kubwa lililokata mawasiliano. Haleluya. Nikawaza nikasema, kumbe mwanadamu ili achomoke mahali aliko anatakiwa akimbie kuna upande wa pili, alafu katikati aweke shimo kusema mimi na dunia hatuna urafiki. Haleluya. Mimi na dhambi hatuna urafiki, mimi na uovu hatuna urafiki. Yesu sasa anatuma ombi la kwanza. Yule jamaa bwana alipokuta ombi la kwanza halijajibiwa na limejibiwa kisomi. Haleluya. Alijibiwa kisomi, alisema pana shimo na hakuna mawasiliano kati yetu sisi na nyinyi. Kisomi. Bwana Yesu sasa. Haleluya. Anatuma ombi la pili. Ndio. Anasema nina ndugu wangapi jamani? Nina ndugu 5. Basi naomba umtume Lazaro aende akawaambie, yani Lazaro yuko mahali anaburudika, ametulia anakula kiyoyozi, ametulia yuko kifuani mwa Ibrahimu. Jamaa anataka kumtuma. Nataka nikwambie wale watu wamezoea kukutuma kwa sababu ya 200 300 zao. Hebu jioni ya leo bali kumpokea Yesu, uanze mwanzo mpya. Anza historia mpya. Haleluya. Anasema mtume Lazaro akawaambia ndugu zake. Ibrahim anasema huko wanaomusa na manabii. Huko achomoki mtu akaenda huko. Jamaa hakati tamaa. Wenye dhambi hawakatagi tamaa. Wenye dhambi hawakati tamaa kukufuatilia binti. Wenye dhambi hawakati tamaa kukurubuni kijana wa kiume. Wenye dhambi bwana wana moyo. Kataa jioni ya leo. Ushikamana na njia ya uovu. Kataa jioni ya leo. Tembea na marafiki waovu. Kataa jioni ya leo kushawishiwa na watu waovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua huwezi kushinda dhambi peke yako. Ndio. Huwezi kushinda kiu ulizokuwa nazo peke yako. Lakini Yesu akiingia anasema kila mwenye kiu na aje kwangu anywe. Haleluya. Pata Yesu, kila ambavyo vilikuwa vinaonekana vya maana vinakuwa takataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamaa hakati tamaa. Anasema haiwezekani huyu akaenda kuambia uko wako Musa na manabii. Anasema hapana. Analeta ombi la 3. King'ang'anizi alikuwa anasema basi sasa aende mtu akitoka kwa wafu akienda kule hawa watu watatubu wataelewa. Nikasema kumbe huyu jamaa alijua kuna kutubu, ila alijifanya kichwa kigumu. Kama wewe unasikia sauti hii ya kichwa ngumu, Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo achana na tabia ya kiburi, achana na kichwa kigumu, achana na moyo mgumu, achana na ukaidi. Jioni ya leo tengeneza maisha yako. Tukisoma Biblia katika kitabu cha Ayubu sura 14 inasema siku za mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke za kuishi duniani ni chache. Haleluya. Anachanua kama maua, lakini baada ya muda mfupi anapotea. Nataka nikwambie wengi wameondoka, wamefia dhambini. Wewe nisikia sauti hii jioni ya leo, unayo neema na unayo nafasi ya kubadilisha na kukataa njia unayotembea kwayo. Haleluya. Kataa kuwa mtumwa wa dhambi. Kataa kuwa mtumwa wa uovu. Kataa kuwa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie mwisho wa kila mwanadamu upo. Kinachojalisha unamalizaje huo mwisho wako. Lakini jioni ya leo yuko Yesu njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Yule tajiri alifikiri anaijua njia, kumbe haijui njia. Alikuwa anajua ya Lazaro. Haleluya. Njia ya kwenda kwa Baba alikuwa anajua Lazaro. Kama ninajiuliza kwamba tajiri alipokufa alizikwa. Ndio. Yaani kufumba na kujifumbua akajikuta yuko kuzimu. Sawa.
Lakini Lazaro alipokufa hakuna neno alizikwa, alichukuliwa na malaika akapelekwa kifuani kwa Ibrahimu. Haleluya. Yesu asifiwe. Nataka nikwambie viko vifo vingi si vya kawaida. Katika wakati tuliokuwa nao, ndio miaka ya mwanadamu kuishi imepunguzwa mpaka kufikia 70 au 80. Lakini wewe ni shahidi, tumezika watoto wa miaka 30, tumezika watoto wa miaka 20, tumezika wanaume wa miaka 50. Kuna namna shetani anatondoa maisha ya watu waovu. Haleluya. Kwa sababu sisi tuliokuwa na Yesu akitutazama kwenye darubini yake hatuoni. Haleluya. Hawezi kutuona maana tumefunikwa na damu ya Yesu. Haleluya. Nataka nikwambie jioni leo, andaa mwisho wako mwema leo. Haleluya. Na baada ya kifo hakuna nafasi ya kutubu. Ndio. Baada ya mwanadamu kuondoka duniani faili yake linafungwa. Ndio. Hakuna nafasi ya kutubu. Unayo nafasi leo ya kutubu, kutubia uovu wako, kuacha dhambi, kuacha njia unayoipita. Huwezi kujua shetani ana mtego gani ameandaa mbele yako katika siku chache au masaa machache yajayo, kwa sababu siku zote shetani anatamani kuvuna watu. Lakini nataka nikwambie mpango wa Mungu kwa mwanadamu ni mwanadamu atubu na kurudi kwa Muumba wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua Lazaro, chakula cha Lazaro hakikuwa chakula cha tajiri. Haleluya. Mawazo ya tajiri hayakuwa mawazo ya Lazaro. Haleluya. Nataka nikwambie wakati ambapo tajiri alikuwa anaona yeye amefanikiwa, kumbe amefeli. Sawa. Unapookoka kuna akili zinafunguka, unaanza kuona tofauti na ulivyokuwa unaona kabla hujaokoka. Na Mungu alivyokuwa mwaminifu anaanza kukuongoza katika njia ambayo unapaswa kuipita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie jioni ya leo, ukimpata Yesu umepata vyote. Haleluya. Jioni ya leo ukimkimbia Yesu uko salama. Haleluya. Haleluya. Usalama uko kwa Yesu. Usalama uko kwa Yesu. Usalama uko kwa Yesu. Yesu mwenyewe anasema tuje kwake. Yuko katika viwanja hivi ukusamehe dhambi mama, ukusamehe dhambi kijana, ukusamehe dhambi uliopoteza mwelekeo. Huoni mbele unakokwenda. Yesu atakuonyesha njia. Haleluya. Unajua moja ya vitu ambavyo leo vinatesa wanadamu walio wengi ni kuishi maisha ya kuiga. Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaishi maisha ya kuiga. Unaona watu wanakwenda kushoto, unaenda kushoto bila kuuliza. Leo hii mitandao ya kijamii kumekuwa kunafundishwa mambo ya ajabu, mambo ya anasa za kidunia, na wewe unakodoa macho. Jambo lolote ambalo unaliangalia mara kwa mara linakamata ubongo, inaanza kuwa tabia ya kwako. Nataka nikwambie jioni ya leo, sio kila kitu cha kuangalia. Na kuonya, unaisikia sauti hii, sio kila kitu cha kuangalia, sio kila jambo la kutazama, sio kila kitu cha kukodolea macho, sio kila jambo la kwanza kushughulika nalo. Lakini hekima ya kweli iko kwa Yesu. Haleluya. Ukimpata Yesu atafungua ufahamu wako, utajua namna ya kutaka na kuingia. Haleluya. Hakuna mwanadamu aliyefanikiwa katika ulimwengu wa leo kama aliyempata Yesu. Haleluya. Tuliompata Yesu, baraka zetu zinatoka kwa Mungu. Sisi hatutoi sadaka watoto, hatutoi sadaka ndugu, hatutoi sadaka mifugo na vitu vyovyote. Sisi baraka zetu zinatoka kwa Mungu. Haleluya. Yesu mwenyewe anaweza kukufungua wewe baba, wewe mama. Viko vifungo ambavyo utafunguliwa ukiingia na kwa Yesu. Haleluya. Nataka nikwambie sisi tuliookoka, sisi sio watu
watu wa kawaida. Haleluya. Sisi ni miungu wadogo. Haleluya. Sisi hata zile laana za kichawi hazituoni. Haleluya. Nataka nikwambie, miezi michache iliyopita nilikwenda nyumbani kwetu pale Mbeya. Nataka nikusimulie ushuhuda huu na kituko hiki ambacho nilikutana nacho mimi mwenyewe, na nikwambie kabisa kwamba Yesu ni wa kiboko ya wachawi. Haleluya. Mimi mara nyingi nikienda nyumbani, kuna chumba ambacho mara nyingi mama anaenda kunitandikia hapo ili nilale na kupumzika. Lakini siri ya kile chumba mimi nilikuwa sijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Kile chumba mimi ninaingia, ninapiga usingizi wangu, ninaamka asubuhi, wananisalimia, wanasikia nasema niko fresh. Haleluya. Sio maisha ndani ya Yesu. Haleluya. Wanasikia naambia niko fresh. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini miaka kwa miaka nimeendelea kulala kwenye hicho chumba. Kumbe kile chumba kina mauzauza. Mwambie jirani yako mauzauza. Mauzauza. Viko vitu vya hovyo. Haleluya. Siku moja miezi michache iliyopita, mimi nimekwenda katika kile chumba, niko na mke wangu, tukafika pale tukasema mama, sisi tunapumzika hapa. Akasema mama, akasema mnyinyi mtapumzika kwenye kile chumba. Tulikuwa na jambo la kifamilia, tulikuwa watoto kama 8 hivi na ndugu wengine tulikuwa pale. Sasa mimi nimeshaandaliwa kile chumba nikapumzike. Chembe la Yesu. Haleluya. Nikasikia watu nawaambia bwana, mwingine kama chatandika chini, mwingine atalala kitandani. Sisi tunalala wa kiume kwenye kile chumba. Watu wakagoma. Amen. Watu wakagoma. Nikasema kwani kuna nini? Nikasikia wadogo zangu wa kiume wanatandika sebuleni. Nikamwambia jamani, kwani kuna nini? Mbona mnataka kujichanganya huko, imekuwaje? Wakasema kile chumba wewe mwenye Yesu wako kalale. Haleluya. Haleluya. Nikasema kwani ndugu zangu kulikoni kwenye hiki chumba? Wakasema bwana wewe kalale. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikamshangaa Yesu sana. Haleluya. Unajua kuna wakati tunatembea na Yesu, kuna vitu anavifanya huwa tunaamka kwa upya. Haleluya. Tunapata nguvu kwamba upo. Ondoka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ilipofika kama saa 11 hivi, nikasikia mama ameamka, analindima, ameuwasha moto pale ndani. Akawa na chandelier pale, nikasikia anaomba. Mwanzo nilikuwa kama naota hivi, lakini baadaye nikasema hii ni live. Nikaamka na mimi tukaliunga. Haleluya. Tukaanza kuangusha ngombe. Haleluya. Tukaanza kuangusha. Si nimeshaambiwa kwamba kile chumba kina vitu. Nikasema sasa leo ni leo. Tukapiga maombi kale kama ya nusu saa hivi. Alafu tukasema amen. Kulivyokucha asubuhi, kule kwenye dari ambalo hakuna nafasi hata mende ya kupenya, kulitolewa bonge la lipaka lina kama kilo 10 hivi, limekufa na kuvimba wakati huo. Ingia kwenye 18 za watu wenye Yesu wao. Haleluya. Nataka nikwambie asubuhi hiyo tumeamuka, tukasikia jamani, leo mbona kuna 1 2 3 wadogo zangu na washangazi zangu wakafika mahali wakana rekodi. Baada nikamwambia jamani, kwani kulikoni? Wanasema hili dude limetolewa huko juu, limeingia wapi hatujui. Lakini nataka nikwambie huyo ndio Yesu tunayemwamini. Hata adui akituma, hata nguvu za kichawi wakituma, kwa Yesu zinaduda. Jioni ya leo kuwa kitanda cha wachawi kwako ndipo anapoanzia safari. Katika jina la Yesu, mpate Yesu jioni ya leo, kutoka kwenye mfungo na uonevu wa adui. Haleluya. Nataka nikwambie yule tajiri anakuja kukumbuka kutubu, ameshachelewa. Maana anakumbuka kutubu yuko kuzimu. Naonea huruma ndugu zangu ambao kwa upande fulani wao mtu akifa wanaanzisha maombi, wanasema ndugu yetu aweko mahali pema peponi. Nataka nikwambie utakwenda mahali ambapo umejichagulia wewe. Umeona ile ngoma ya mahojiano kati ya tajiri na Ibrahim. Tajiri anatuma hoja, Ibrahim anapangua, anamwambia hicho kitu hakiwezekani. Haleluya. Nataka nikwambie hakuna namna ya usalama wa maisha yako ya leo na ya baadaye pasipo Yesu. Haleluya. Yesu ni kiboko Bwana. Yesu ni kiboko Bwana. Hakuna mchawi anaweza kusogea mahali ambapo Yesu ameweka kituo. Haleluya.
Na kwa Lazaro alipokaa pale, tajiri unajua alimuona ni mtu wa kawaida. Haleluya. Wako watu wanakuona wewe ni mtu wa kawaida leo. Pokea Yesu uone watu wanaanza kubadilika. Unashangaa watu ambao walikuwa wanakusalimia kwa kuchangamka, wanaanza kukusalimia sauti zinatokea shingoni. Waliokuwa wanasimama wanapiga stori na wewe, sasa wamekuwa ni mwendo kasi. Hawasimami tena. Kwa sababu gani? Kuna watu wanasema mimi siwezi kuokoka, mimi ni maskini. Nataka nikwambie siku ile tukikaa mbele ya kiti cha hukumu, ukisema wewe ilikuwaje, unasema mimi niko maskini, kwa umaskini wangu ndio ulisababisha nisiokoke, atainuka Lazaro. Lazaro atainuka kama shahidi mwaminifu. Haleluya. Alitembea katika umaskini, lakini hakumwacha Mungu wake. Haleluya. Yesu asifiwe. Leo hii kumekuwa na kisasi ambacho watu wanaacha mahusiano yao na Mungu kwa ajili ya vitu vidogo. Nataka nikwambie, wewe unayetembea huku duniani ukiwa mzima na afya, unapolisikia neno hili, geuka. Acha njia zako mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazaro alitembea na Mungu kama shahidi mwaminifu. Sasa ni kama kuna mtu amefikia kiwango cha kutamani makombo ya mtu, kwamba yule mtu abakize chakula mimi nile. Lazaro alifikia level hizo. Lakini Lazaro alikuwa na vidonda mwili mzima. Wakati vidonda vyake vimechachamaa, mbwa wakaanza kumlamba, lakini akasema nitang'ang'ana na Yesu, nitang'ang'ana na Mungu wangu, sitamwacha Mungu wangu. Haleluya. Lazaro atasimama kama shahidi. Kwa hiyo hakuna udhuru, hakuna sababu ya kutokwenda kwa Yesu. Haleluya. Tunakwenda kumwomba Mungu hapa kwa ajili ya watu ambao wapo tayari kumpokea Yesu ili wawe na mwisho mwema. Haleluya. Wakati wa mkutano tusimame, wakati wa mkutano tusimame. Sijui kuna nini jioni ya leo, lakini Bwana anataka kushughulika na maisha ya mtu mmoja, ama anasema nimechoka kupita katika njia hii. Haleluya. Basi naomba mlete wimbo kwa kifupi. Naomba watu wote tusogee, hata kina mama kule na waona. Njooni hapa tumuombe Mungu. Hapa hatutangazi dini, tunamtangaza Yesu. Haleluya. Unajua nikwambie, tajiri na utajiri wake alikwenda kujikuta yuko kuzimu, hana cha kufanya, anaishia kuagiza tu, anafikiri yuko duniani bado atawatuma watu wanavyotaka. Ni kwa sababu tu hakujiandaa na hakutengeneza maisha yake. Nataka tumwombe Mungu mahali hapa. Haleluya. Siku za kuishi ni chache. Karibu pesi, wanijua vema Bwana. Bwana anatujua vema Bwana. Hatuwezi tufunike macho yetu. Wanijua vema, wanijua vema Bwana. Niko mbele zako, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana, wanijua vyema Bwana. Niko mbele zako, wanijua vyema Bwana.
kama mkutano tufunike macho wakati unakwenda kumwomba Mungu kwa dakika hizi chache. Baba, katika jina la Yesu, asante mfalme wa ufalme, asante Mungu wa miungu. Tupo katika viwanja hivi Bwana, nami kama mjoli wako, neno ulilonipatia nimelileta kwa watu wako Bwana, ili ligeuze maisha yetu, ili ligeuze maisha ya wanawake na wanaume waliolisikia neno hili Bwana, na kwa habari ya kuandaa maisha yetu ili tuwe na mwisho mzuri. Tumejifunza kwa habari ya watu wawili, akiwepo tajiri, maisha aliyoishi na mwisho wake, lakini pia Lazaro, maisha aliyoishi na mwisho wake. Bwana wa mabwana, ninajua neno hili umelituma na kulisikizisha masikioni mwetu kwa kusudi, kwa sababu unataka tutengeneze na wewe, kwa sababu unataka turudi kwako, kwa sababu unataka tukubali kumpokea Yesu katika maisha yetu, ili kupitia maisha tutakayoishi siku tutakapokuja kwako tupokelewe na malaika, tukaribishwa kwa shangwe, tukihesabiwa katika washindi. Bwana mabwana, kile aliyeishi maisha ya ushindi katika dunia hii yakikupendeza, iko thawabu, iko taji, uko mapokezi makubwa. Na Biblia inasema mwenye dhambi mmoja anapotubu na kurudi kwako, mbinguni inafanyika sherehe. Bwana mabwana, wapo wanawake kwa wanaume, vijana wa kike na wa kiume, na watoto wetu Bwana, katika viwanja hivi. Tembea katikati yetu, nikivunja na kuharibu roho ya udini katika jina la Yesu. Kile kiburi kilichokuwa ndani ya tajiri ninaking'oa kwa jina la Yesu katika viwanja hivi. Ule ukaidi aliyokuwa nao tajiri ninaukataa kwa jina la Yesu. Bwana mabwana, sikizisha tena na tena neno lako ndani ya masikio watu wako. Roho Mtakatifu unaishuhudia dunia na watu wako kwa habari ya dhambi, kwa habari ya haki na kwa habari ya hukumu. Karibu tete na watoto wako jioni ya leo Bwana, achilia roho ya wokovu kwa kila aliye tayari kurudi kwako kwa moyo unyenyekevu na utii sawasawa